Khidri na Nabii Musa. Khidri na Nabii Musa, Nabii Musa alifanya mambo ambayo kufuatana na Khidri yalimstaajabisha sana, kwa sababu Khidri alifanya mambo ambayo hayaingia akilini, na ukiyasoma kisharia utaona sharia hayafai mambo haya. Kidhahiri hayafai, lakini kibatini ndio yafaa. Kwa sababu jambo la kwanza alofanya Khidri ni kupasua jahazi. Jahazi la watu kulipasua ni jambo la makosa. Utapasuaje jahazi la watu? Makosa. Ukifanya utapata madhambi. Jambo la pili ni kumbungua mtoto. Utamuaje mtoto malaika Mwenyezi Mungu? Kufanya jambo kama hili ni makosa. Jambo la tatu ni kuwajengea watu ukuta na watu wenyewe hata hawana fadhila, hata chakula hawakuwapa. Yote ni makosa. Lakini nde yake dhahiri ni makosa, lakini batini yake kuna maslaha. Kuna maslaha gani ya Khidri kuipasua jahazi? Kwa sababu ule Khidri lao kama hakuipasua ile jahazi, wale maskini 10 wangelikosa ile jahazi. Afadhali sasa waipasue jahazi waipate, maana afadhali uzibe ukuta kama kujenga, afadhali uzibe ufa kama kujenga ukuta. Afadhali ule ufa uzibe kama kujenga ukuta. Kuna mfalme kama Khidri alipojua, akamwambia wakana waraahu malikun yakhudhu kulla safinatin ghasba. Akamwambia kwa kuwa mbele yao ama nyuma yao kuna mfalme watukua jahazi ambazo ni mzuri. Ndo wasomaji wengine kina Ibn Abbas walikuwa kusema kulla safinatin swalihatin ghasba, yani kuna mfalme alikuwa ni jambazi akivamia jahazi za watu. Sasa ni jahazi kama mimi Khidri sikuitoboa, hawa wangelipokonywa. Sasa afadhali nitoboe, ngaa itakuwa hatopokonywa tena. Ikawa kule kutoboa ni aula zaidi kuliko kuiwata. Na wanazuoni wasema kwa maji hayakuingia, ilitobolewa lakini maji hayakuingia. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya Nabii Musa alitia kitambara chake. Ndio Mwenyezi Mungu akisema wakana warahum malikun, mfalme yakhudhu kulla safinatin ghasba, akitukua kila jahazi akipokonya watu. Hai, sasa hiyo ni upande wa jahazi. Kuna upande mwingine sasa. Jahazi tumekubali kama ilikuwa Khidri hakuitoboa ingelitukuliwa. Wajua sasa kuna elimu mbili, kuna ilmu dhahir na ilmu batin. Kuna elimu ya nje na elimu ya ndani. Na hiyo elimu ya ndani ndio kubwa zaidi. Hata ini Qur'ani waambiwa tafsiri zake, kuna tafsiru dhahir na tafsiru batin. Kuna tafsiri ya nje na ndani. Na kila aya waambiwa ina tafsiri 70 za dhahir, ina tafsiri 70 za batin. Kuna tafsiri za nje na za ndani. Tukupe mfano mdogo tuone tafsiri dhahir na batin. Kama mfano wa al-asr. Wal-asr utasema na hapa kwa al-asri innal insana lafi khusri, hakika mwanadamu yuko katika hasara. Tafsiri hiyo illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, waamilu salihat, akafanya mema, watawasaw bil haqq, akahusiana ukweli, watawasaw bis sabr, akahusiana kusubiri. Utaona kidhahir ni hiyo, lakini kuna kibatin. Tafsiri ya kibatin wal asri na hapa kwa zama za mtume, innal insana, hakika Abu Jahli lafi khusr, katika hasara. Illa alladhina amanu, isipokuwa Sayyidina Abubakar, waamilu salihati na Sayyidina Umar, amilu salihati Sayyidina Umar, watawasaw bil haqq Sayyidina Uthmani, watawasaw bis sabr Sayyidina Ali. Hiyo ndio tafsiri ya batin na zaya. Kwa kila aya moja ina tafsiri ya dhahir na batin. Kule kupasua jahazi, Khidri alikuwa na ilmu al-ghaib. Mwenyezi Mungu alimfundisha, akajua kwa kuna mfalme na avamia jahazi za watu. Lakini kule kuipasua, ule mfalme akapita na hakuitukua ile jahazi. Wa amma al-ghulam, sasa kana kutolewa ubao mmoja au mbao mbili ni aula kuliko kukosa jahazi yote. Wa amma al-ghulamu, ama ule mtoto, fakana abawahu mu'minaini, walikuwa wazazi wake wawili wana imani. Fakhashina, tukaogopa, an yurhiqahuma, kuwatendesha nguvu wao wawili, tughyanan, kutupa mpaka, wa kufran, na ukafiri. Faradna, tukataka, an yubdilahuma, kuwabadilisha rabbuhuma, mola wetu, khairan minhu, bora kuliko mtoto, zakatan, kwa uswafi na kutengea, wa akraba ruhma, na karibu zaidi ya kusikitika au karibu zaidi ya kuunga. Ule mtoto mdogo mwenye kung'ara alouliwa, lau kama aliwatwa hai ule mtoto, maana ule mtoto kashaonesha ni mtoto mbaya, kwa sababu alikuwa ni mtoto, ni mwizi. Ilikuwa kazi yake usiku akijepa, kisha akirudi nyumbani
Akirudi nyumbani akiitwa Hasnud, mtoto mwenyewe, watu wakaenda kumwambia babake, bwana mtoto wako amejepa jana. Bwana wallahi kujepa, mwanangu amelala kitandani, atajepa saa ngapi? Mamsingizia tu nyinyi. Wakimwata, mtoto mwenyewe alikuwa ni mwizi na alikuwa ni jambazi yule mtoto. Sasa ikaonekana ile wakimuua itakuwa ni maslaha. Maslaha kwa sampuli tatu: maslaha ya mtoto, maslaha ya baba, maslaha ya mama. Ule mtoto atakuwa maslaha gani? Kwa sababu ameuliwa na yeye hajabalighi. Kwa mtoto wote aliyokufa na yeye hajabalighi ataingia peponi, mtoto wote mdogo aliyokufa. Na wewe mzazi ukafiliwa, mzazi wote mwenye kufiliwa na watoto watatu, basi mzazi kama huyo ataingia peponi. Ukafiliwa na watoto wadogo watatu, utaingia peponi. Masahaba akamwambia wawili, Mtume asema hata wawili pia. Ukifiliwa na watoto wawili utaingia peponi. Na mtu akifiliwa na mtoto mdogo akisubiri, basi peponi ujengea jumba laitwa Baitul Hamdi, jumba la kushukuru. Lakini muhimu ushukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kufiliwa na mtoto ni kuingia peponi, kwa sababu ule mtoto siku ya kiyama ataambiwa ingia peponi. Ule mtoto atasema siwezi kuingia, kuna babangu na mamangu, itakuwaje mimi ningie peponi kwenye raha na babangu na mamangu ya motoni? Sikubali. Paka Mwenyezi Mungu ataambia mtoto ingia, atasema singii. Malaika ataambia Rabbi, mtoto ataingia peponi, asema paka wazazi wake. Mwenyezi Mungu anambia kaweteni wazazi wake. Wataitwa wazazi wake, pengine watu wa motoni. Ule mtoto atashika mkono wazazi wake, atapeleka wapi? Ndio hata ule mmoja alikuwa aliota huko katika sirat ya kwenda peponi, kisha akawa huku ameshikwa na mtoto na huku ameshikwa na mtoto, huko katikati. Mwili alipofika katikati ya ndia akashikwa na kiu. Alipokushikana na kiu akaambia wale watoto, nipeni maji. Wale watoto akamwambia, baba, chini kuna moto, mmoja wetu akikuata utaanguka, sasa tufanye nini sisi? Ule mtoto akamwambia, Rabbi, basi nitaka maji. Mwenyezi Mungu akamwambia, wewe umefiliwa na watoto wawili, kama ulifiliwa na watatu basi watatu ndio ngelikupa maji, lakini wawili, mmoja akikupa maji utaanguka wewe. Hasa maslaha ya yule mtoto kwa kuwa atauliwa na yeye ni mtoto mdogo, watoto wadogo wote ataingia peponi. Maslaha pili ni babake na mamake, kwa sababu babake na mamake walikuwa wampenda sana huyo mtoto wao. Yale mahaba ametupa mpaka. Unajua ufai kupenda mtoto mpaka ukatupa mpaka. Maana mpaka kwa mtoto huo ni tena kosa lake. Uambiwale usema silo, watu msingizia hakufanya. Yatakale mahaba pia yapungue kidogo. Maana mtu ukimpenda sana huwa ni matatizo. Hata mke wako pia ukimpenda kupita kiasi pia huwa ni matatizo. Maana atakwambia mambo, atakutawali, atakuwa wewe huna bao kabisa. Utakuwa wewe uambiwalo wewe saman watwa, hata kama la makosa pia. Madamu mke wangu amesema basi bwana. Sasa itafika hadi mpaka utakaomuogopa yule mwanamke. Yale mahaba akizidi humuogopa. Ule mwanamke anaweza kuambia atakalo, akamwambia osha zombo, ukaosha, pika, ukapika, fua, ukafua. Wako wengine wanaume wanawake aketi mezani, yeye mwanamume ndo ampelekea chakula pale. Amepakana wanaume, yeye ndo oshanepi za mtoto mwanamume, yeye ndo oshanepo. Yeye ndo oshazombo. Kwa sababu ya nini? Yale mahaba amefanya nini? Yametupa mpaka. Ndio hata wakati moja kulikuwa na mfalme alikuwa akipenda sana wanawake. Ana mahaba kweli wanawake. Yeye kwa wanawake hashikiki. Penda wanawake, kete na wanawake, uzunga na wanawake. Ule waziri wake akamlaumu sana, akamwambia mfalme, wewe mambo gani haya? Watu wakutukana, mahaba yako yamezidi kwa wanawake, hebu punguza. Wewe kila sana wanawake, penda wanawake. Basi yule mfalme alipoambiwa na yule waziri, akaanza kidogo kupunguza ile mahaba, badala ya kwa 100 akaanza kufanya 80, 70, akaketi nao sana, hazungumzi nao sana. Basi wale wanawake, wake zake, vijakazi, wakajua, wakasema mbona huyu mume wetu mbona amebadilika? Huyu bwana wetu mbona amebadilika? Mbona kwa tupendeana kama zamani? Wakichunguza wakasikia kuwa waziri amemtia maneno ili apunguze mahaba, na amepunguza. Wale wanawake akasema ule waziri atatambua. Kwa nini kufanya mambo haya? Ngoja. Mmoja katika wale vijakazi asa mimi niateni. Ule kijakazi akaenda kapita kwa ule waziri, pita amejipamba, huenda huku akirudi huku, huenda huku akirudi huku. Wale waziri akaanza akampenda. Ajua tena mtu akiona mwanamke wa namna gani. Wewe mwanamke wampenda, hata kama nini? Basha kuona shuhudi nje tumepita basi. Hata kama nani utakuwa hushikiki tena. Asa akaanza kumpenda yule. Kampenda mpaka akazungumza na mfalme. Mfalme akamwambia memwatahuri. Ule waziri akamwambia yule mwanamke nataka kuoa. Ule mwanamke akakubali. Akamwambia wazazi wake, kukafanywa harusi. Mzuri. Pofanywa harusi, muda siku hiyo sasa waingia ndani.
kuingia ndani yule mwanamke na yule waziri wako ndani. Hasa yule waziri ataka kuanza ile mambo, atakuanza ile vile atakavyokumua, atakumuingilia yule mwanamke. Akaja akamgomea, akamwambia Allah, huwezi kuniingilia mimi. Mimi nimekuoa, nimekutolea mahari, nimefanya harusi na kupenda, kama uniingilii sitaki wana. Kwani akamwambia mimi mpaka nikupe sharti yangu, ukitekeleza utaniingilia, kama ukitekeleza uniingilii. Akamwambia sharti gani? Akamwambia sharti yangu mpaka wewe upige magoti namna nini, uende kama ninavyokwenda punda namna nini mikono hivi, kisha mimi nikuparage nyuma huko. Ukikubali hivyo kama punda vile ninavyokwenda, uende chini vina mikono, kisha mimi kupanda, kisha hapo ndo nitakubali. Yule akamwambia sallallahu, nitakuaje mimi waziri mzima mfanye mambo haya? Akamwambia basi keti na waziri wako, mimi unipati. Keti na waziri unipati mimi. Ule wanako sana kama skupi, mpaka ukubali sharuti langu hili. Ukikubali tayari. Yule mwanamke akashagana na wale wandani wake, akamwambia mimi mlango sitofunga, na nikifanya hivi kidogo nyifungueni muje, mtukweni na mfalme ajaangalie aone mambo. Ule waziri maskini kwa ile mahaba, jua mahaba ni tongo. Mahaba imemzidi. Usiombe kuugua mahaba bwana. Ukiugua mahaba una matatizo tu wewe. Akakubali yule waziri atambaye chini na ule mwanamke ampande juu kama kumpanda punda na mnene. Mwanamke akampanda, kwa waziri utembea tu chumbani chini. Ule mwanamke akafanya hivyo. Akifanya hivi mfalme amekuja na wanawake wote, jamaa akaanza kumteka. Ule waziri akaona haya, waziri wake wote kwa hana maana. Mfalme akamwita yule waziri, kama waziri, wewe unikataza mimi, unipa nasaha mimi, unaambia usipende wanawake sana, ilikuwaje na ukafanya mambo haya ukakubali? Akamwambia Maula, samehe sana, mimi nilikuwa sitaki haya ufanye wewe, ndio kaona afadhali ufanye mimi. Mage yangu ilifanya wewe, lakini nimekubali ufanye mimi. Basi wale wazazi wanapompenda ule mtoto mwenyewe ingelikuwa kafiri, na wale wazazi mahaba yao yangelipita mpaka na wao ingelikuwa kafiri kama ule mtoto. Yale mahaba yanavyozidi na wao ingelikuwa makafiri. Sasa afadhali tumuue ule mtoto aingie peponi, na wazazi watakuwa na imani vile vile, hatakuwa makafiri. Kisha Mwenyezi Mungu faradna yudilahuma rabbuhuma khairan minhu, kisha tutataka tuwabadilishe wao wazazi Mola wao khairi kuliko wewe, zakatan, kama ni mtoto mswafi wa akraba rahma, na mwenye sikitiko uliokuwa karibu, au mwenye kizazi, mwenye kuunga kizao. Wazazi kama hawa walipomkosa ule mtoto, Mwenyezi Mungu aliwapa mtoto wa kike. Aliwapa mtoto wa kike. Mtoto wa kike akamamana na Yunus na akaolewa mmoja katika mitumi. Yani akazaa akapata mtoto wa kike wale wazazi. Ule mzazi wale wazazi wake wakapata mtoto, na ule mtoto akaolewa na mtumi. Alipoolewa akazaa mtumi, kani bahati kubwa yeye. Afadhali mtoto ambaye ni kafiri afya amebaki, au mtoto ambaye ni mume, mtoto wa kike akaolewa na mtumi na akazaa mtumi. Ndio nyewe sema alizaa, make ilipatikana kizazi karibu mitumi 70 kutoka kwake. Akamwambia hilo nimekubali. Ama aljidaru, ama ule ukuta uliojenga, make kuta la zamani kama alivyosema, kuta ambao kwamba ni kubwa sana. Kuta lenyewe ni kuta ambalo kwamba lina upana na urefu. Make sakafu yake ni dhiraa 30 hizi. Dhiraa za watu wa zamani tena. Urefu wake ni dhiraa 500 na upana wake ni dhiraa 50. Hafikiro dhiraa 500 hizi kupanda juu. Na upana ni dhiraa 50 na sakafu yake ni dhiraa 30. Make ni kuta. Unajua ile makuta ya zamani, kuna makuta sasa, viangalia zile zipia tu. Utakujua kuta za zamani, nenda ule msikiti wa Juma wa zamani, uangalie zile zipia zile. Basi zile ndio kuta za zamani zile. Umeona kipia namna gani kilivyokuwa kikubwa kile. Khidri akaufanyisha sawa. Khidri akauvunda kisha akaujenga kama alivyosema Ibn Abbas. Said bin Jubair asema alipangusa tule ukuta na akauweka sawa kwa bega lake, ukuta ukawa sawa sawa. Ndio Nabii Musa akamwambia la ushita la takhata ala ajra, ungelitukua malipo. Hasa Khidri akamwambia amma aljidaru, ama ule ukuta, wa amma aljidaru, ama ukuta, fakana lighulamaini, ulikuwa ni mayatima wawili, ule watoto wawili yatimeni, mayatima fil Madina, katika ule mji Aila. Mji wenyewe ambao kwamba kiitwa Aila, au wengine kiitwa Antwakia.
wengine wasema itwa Nasira. Akasema fil Madina, katika ule mji, wa kana tahtahu kanzul lahuma, na alikuwa chini yake kuna benki. Katika ule ukuta ambao kwamba walikwenda bed, hata watu walikuwa hawapiti, chini kuna benki. Benki lenyewe lina dhahabu, lina na fedha. Le benki lenyewe kuna dhahabu na fedha, tena nani zao ni mirathi yao. Na babao alikuwa ni mwema sana. Babao alikuwa kitwa Kashih. Babao alikuwa ni mchaji Mungu, ni mwaminifu, ni mwema, akahifadhiwa wao kwa sababu ya babao. Na mamao alikuwa kitwa Dunia, mamao alikuwa kitwa Dunia, babao akitwa Kashih. Na watoto wenyewe walikuwa kitwa Asram na Suraim, Asram na Suraim. Akamwambia wakana abuhuma swaliha, babao alikuwa ni mwema. Kwa babao ni mwema, ndio mimi tumefanya jambo kama hili. Maana Mwenyezi Mungu amewahifadhi wale watoto kwa sababu ya babao ni mwema. Na babao mwenyewe wenyewe sema ni babu yao wa Saba, wamesaidiwa kujenga ukuta kwa heshima ya babu wao wa Saba, kwa sababu alikuwa ni mchaji Mungu. Kana abu maswalia ilikuwa ni Saba, wengine wasema ni wanane. Je, hilo benki lenyewe lilikuwa la nini? Wengine wasema ni kama ubao wa dhahabu, tena umeandikwa maneno ambao maneno ya hikma. Imeandikwa bismillahir rahmanir rahim, ajaban liman yu'minu bil qadari kayfa yahzan. Vipi mtu ataamini kadari ya Mungu kisha tahuzunika? Vyajua mambo yote ni Mungu, kisha huzunika nini? Jambo lote lifanyikalo ni Mungu. Wa ajaban liman yuqinu birizqi kayfa yatab, na ajabu mwenye kuyakinisha kuna riziki ya Mungu kisha upata taabu. Vyajua riziki iko kwa Mungu, pata taabu nini? Wa ajaban liman yuqinu bil mauti kayfa yafra, ajabu ambapo kama mwenye yakini kwa atakufa kisha ufurahika. Kila mtu ajua atakufa, nani ajua mbaya hafi hapa? Kila mtu ajua atakufa. Wa ajaban liman yu'minu bil hisabi kayfa yajma, ajabu mtu ajua kuna hisabu, vipi akusanya mali ya haramu. Wa ajaban liman yarfu dunya wa taqallubaha kayfa yatmainu ilayha, ajabu mwenye kujua dunia na inavyogeuka, vipi tatulia dunia geuka bwana. Ad-dunya tataqallabu wa tatalawan wala dumla, dunia geuka ubadilika rangi, haidumu hali. Muda utajiri wa maskini, muda mzima wa mgonjwa, muda mgonjwa wa mzima. Kisha mwisho imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, imeandikwa jina la Mwenyezi Mungu, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hiyo kanzi ambayo kama iliyotetewa Khidri asimamisha ule ukuta, imeandikwa hivyo kwa sababu kama Khidri hakujenga ule ukuta ungelangukia ile benki na halingelijulikana tena. Lakini ule ukuta kusimama, wale watoto wakaenda wakafukua pale na wakapata lile benki lao. Ndio wakati mmoja Juha alitukua pesa akazizika, zamani hakuna benki, akazika kwenye kawanda. Alipozika kwenye kawanda ikawa hajui ni kawanda gani alozika. Jamaa akamwambia umeweka alama gani? Akamwambia alama yangu nimeweka ni kiwingu. Muona kiwingu kimefunga, basi nikazika chini yake. Hasa kiwingu kiko hapa. Akakukiona tena. Na kuna mtu mwingine naye alimpa mtu pesa chini ya mti fulani, akamwambia pesa zangu niwekee, mimi nenda hija. Zamani hakuna mabenki, watu wakiwapa watu ama kizika. Aliporudi kutaka pesa zake, yule bwana akamruka. Bwana akamwambia bwana hukunipa pesa. Mmekupa siku fulani. Akamwambia hukunipa bwana, kwenye mti fulani. Akakanusha. Wakaenda kwa Iyas bin Muawiya, huyo alikuwa hodari sana kwa ukadhi. Akaenda akamwambia mimi nimempa pesa huyu na ameruka. Akamwambia kuna mashahidi? Akamwambia hakuna, kuna mti tu. Kulikuwa na mti, mimi nikampa pale chini ya mti. Ule Yasa akamwambia yule bwana lompa, hebu nenda kaulize ule mti, uambie bwana utakwambia, atakwambia umempa kumpa. Akamwambia la dai ule ni dai. Akaenda kuzungumza na ule mti. Akaenda ule mwenye kudaiwa aloruka amebakia pale pale. Makianduka hata sijui kama mti gani, hata sikuonana naye, waanza kumuona hapa huyo. Akamwambia nenda. Akaenda muda Yasa akamuuliza yule bwana anadaiwa, mbona umechelewa hajafika kwenye ule mti? Yule bwana akamwambia mti uko mbali kweli, bado hajafika. Wewe sema hujui, kisha kwaje ukasema mbali? Akamwambia toa pesa za watu wewe. Unajua utakwaje useme mti uko mbali na useme ukupaa chini ya mti? Akazitoa. Kwa ule ukuta ulikuwa ni wa mayatima, watoto wawili, na kuna kuwa na benki. Farada rabbuka, Mwenyezi Mungu akataka an yablugha,
kufikisha ashuddahuma, yani wewe watu wazima, wayastakhrija kanzahuma, na atoe ile bengi lao. Dhalika ta'wilu, hiyo ndo tafsiri ma lam tasti alayhi sabra, ambapo kwamba wewe huwezi kusubiri. Ndio utaona katika aya hii kuna zitu sampuli tatu. Kuna mwanzo amesema fa'aradtu, katika jahazi amesema nini? Fa'aradtu, nataka. Katika ule mtoto akasema fa'aradna, twataka. Katika ukuta akasema fa'arada rabbuka, ataka Mola wako. Kwa nini kutumia aradtu, aradna, arada? Kwa sababu hapa aliposema aradtu, nimetaka, Mwenyezi Mungu akamwambia Khidri, si wewe ulotaka, nilotaka ni mimi ndio nilotaka ufanye jambo hilo. Khidri akasema fa'aradna, tumetaka, yani yeye na Mwenyezi Mungu umetaka. Mwenyezi Mungu akamwambia mbona ufanya shirki sasa, mimi naenda umetaka? Ndio basi hapa akasema fa'arada rabbuka, umetaka Mola wako. Akamwambia sasa umepata kweli, usiseme wewe wala usiseme pamoja, ni mimi ndio nilotaka jambo kama hilo. Ndio hapo ambiwa walipomaliza dhalika tawilu ma lam tasti alayhi sabra, akamwambia hii ndio tafsiri ambayo kwamba wewe huwezi kusubiri. Ndio nabii lamma aba Musa ala Khidri, kwa kuwa nabii Musa alipomtia aibu Khidri kupasua jahazi na kuua na kusimamisha ukuta, kwa sababu alifanya bure na kutaraji thawabu, Khidri alimwambia Musa, usinilaumu kupasua jahazi sababu kuogopa watu wake kuzama. Wewe umesahau, wewe umetupa kwenye bahari, mbona ukuzama? Mwenyezi Mungu amekuhifadhi, na Mungu pia angelihifadhi ni jahazi. Wala usinilaumu kumuua mtoto bila ya kosa lolote, wewe uliua pia, ulimuua mtu bila sababu. Akaambia usinilaumu kwa kujenga ukuta, wewe umesaidia watoto wa Shuaibu kuwatekea maji bila ujira. Hapo Nabii Musa Khidri akamwambia kwaheri. Alipotaka kumwambia kwaheri, akamwambia istaudaka Allah, Mwenyezi Mungu akuhifadhi. Nabii Musa akamwambia Khidri, hebu nipe wasia. Mage mwalimu amwambia basi hukuweza mtihani wangu, nataka wasia. Akamwambia sikiza wasia wangu nakupa, kun basaman wala takun dhahakan, kuwa mwenye kutabasam wala usiwe mwenye kuteka sana. Tena akamwambia la takun mashafi ghairi haja, usende mahali pasi na dharura. Malikokote ukenda ina dharura, usijendee kama mbuzi alikosa mtunga. Maana watu wengine utajendea hajui enda wapi, hajui atoka wapi, hujuzungukia tu kama mbuzi alikosa mtunga. Maana watu wengine utaona. Kisha akamwambia wayaka walajaja, na kutahadharisha na utesi, usipende utesi kutukanana. Wala tadhhak min ghairi ajab, usiteke pasi na kustaajabu. Usiteke paka ustajabu. Wala tuirul khatiina bi khatwayahum, wala usiwalaumu wenye kukosa kwa makosa yao, usiwatie aibu. Mtu ankosa usimtie aibu, Mwenyezi Mungu muombe Mungu. Wabki ala khatiyatika, lia makosa yako uliyofanya. Ukifanya makosa lia kwa Mwenyezi Mungu. Tena wala tuakhir amala al-yawm ila ghadin, mambo ya leo usiyafanye kesho. Ukitaka jambo fanya leo. Sasa nitafanya kesho, nitafanya baadaye. Jambo utakufanya fanya. Sasa tumwangalie Khidri nani? Tunataka tumjue huyu Khidri ni mtu gani? Maana kuna ikhtilafu, tunataka tumjue kwa sababu Khidri mwenyewe wanazuoni wasema man arafa asmahu wasma bihi wa kunyatahu wa laqabahu mata ala alislam, mwenye kujua jina lake na jina la babake na kunia yake na lakabu yake atakufa katika Uislamu. Yani ukimjua tu Khidri jina lake na babake aitwa nani na kunia yake fumbo lake aitwa nani, lakabu yake atakufa Uislamu. Kwa jina lake haswa Khidri aitwa Balia bin Malkan. Hili ndio jina la Khidri, jina lake ni Balia bin Malkan. Ukitaka nasaba yake ndio Balia bin Malkan bin Faliq bin Abir bin Shaliq bin Arfa Khashab bin Sam bin Nuh alayhi salam. Nasaba yake kama kwa Nuh. Kwa jina lake ni Balia bin Malkan. Maana Balia ni Ahmad. Maana Balia ni Ahmad. Na fumbo lake aitwa Abul Abbas. Na lakabu yake aitwa Khidr. Wengine wanasema Khadir, wengine wanasema Khadr. Yani ana majina sampuli tatu. Wengine wanasema ni Khadr, wengine wanasema ni Khidr, wengine wanasema ni Khadir, zote Khadir na Khidr na Khidr, Khadir na Khadr na Khidr. Khifata kha na kha kasra khi na khifata khadhat kasra din, Khadir na Khadr na Khidr. Sasa huyu Khidri kuna ikhtilafu. Kwa nini kuitwa Khidri? Kwa sababu yeye akiketi katika mahali pale, mahali wa rangi ya green. Maana Khidri ni green, anapoketi kokote wa green pale pambizoni mwake. Na wazee wake walikuwa ni katika wafalme wakubwa. Na huyu asemekana yuko hai. Khidri yuko hai. Mpaka sasa yuko hai kwa sababu alikunwa maji ya uhai.
kuna maji fulani aliyapata, ukinywa maji hayo hufi wewe, na amekunwa. Na huyu Khidri hukusanyika na mawali. Hakuna wali wote ila amepambana na Khidri. Wali wote, ukisikia mtu wali amepambana na Khidri na akatukua elimu kwake yeye. Hata yule mmoja katika mawali akiitwa Said al-Bakri mwenye urdu sira na urada akasema, binaqibim fi kulli asri Khidri abil Abbas man ahya bima yusali hayyun wa haqiqa lam yaqul biwafati illa alladhi lam yalqa nura jamali fa alayhi minni kulla mahaba saba aska salamin tawaba firsali. Asema kwa mtukufu wao katika kila zama kuna Khidri Abul Abbas ambaye kwamba amehuika kwa maji ya kuunga, uko hai na hapa kwa haki yako hakuna alosema alokufa. Asema walokufa ni hakumuona Khidri. Kwa kwangu mimi kila asubuhi upepo ukivuma asubuhi, salamu zilokuwa safi itwaba firsali zimekuwa nzuri katika kutumwa. Khidri uko hai, nasema alipambana na mtumi na akawa ni katika maswahaba. Khidri ambaye alipambana na mtumi akawa ni maswahaba. Na Khidri hutembea, wenyewe wanazuona kuambia ya kuwa huyu Khidri katika Ramadhani huwa kwa Baitul Maqdis, yeye na Ilyas. Kuna mitumi wanne, wawili wako katika ardhi, wawili wako katika mbingu, wote wako hai. Wale wako katika ardhi wako hai na wale wako mbinguni wako hai. Wale wako mbinguni wako hai Nabii Isa na Idris, wako mbinguni wako hai. Wale wako katika ardhi wako hai ni Ilyas na Khidri, Ilyas na Khidri. Na hao tena ufuatana. Maana huyu Khidri kuna ikhtilaf. Wengine wasema ni wali, wengine wasema ni mtumi, kwa sababu haya mambo aliyofanya na Mwenyezi Mungu anasema atainao rahma. Wengine wasema ni mtumi. Na yeye wafunga saumu Baitul Maqdis. Na katika Ramadhani uweko Baitul Maqdis. Na katika hija uweko Makkah. Hija wa yeye uko Makkah. Huhiji kila mwaka yeye na Ilyas. Huhiji na akana maji ya Zamzam. Na kisha mmoja katika wao akamnyoa, hunyoana wenyewe. Maana hiji kila mwaka wao, kila mwaka kwa hiji. Na kuna baadhi ya mashekhe na wanazuoni waliwaona. Kuna baadhi ya mashekhe waliwaona Makkah. Makkah mmoja aliyomuona ni Al-Habib Sharif Said alimuona Khidri. Alimwambia mwenye Badawi nataka kumuona Khidri, akamwambia utaweza kumuona? Kama naweza. Akamwambia basi haya. Akaenda ndiani muda akapata mtu. Akamwambia na kuomba unisaidie haji. Akamwambia unataka ngapi? Akamwambia nataka dirham tu, dirham moja tu ama mbili. Basi akampa mbili. Alipokuwa mbele akamwambia naomba unisaidie tena. Unataka ngapi? Nitaka mbili. Akampa. Alipokuwa mbele Sheikh Said nipe, akampa mbili. Alipokuwa mbele nipe mbili. Sheikh Said akamwambia si useme unataka ngapi nikupe? Sasa naambia mbili mbili tu wewe. Basi ule Khidri akamwambia kwa heri kana zake. Aliporudi kwa mwenye Badawi akamwambia nyinyi mtaka kumuona Khidri wala hamna subra? Ule muona ni Khidri. Ule muona ni Khidri, umeshinda kusubiri, mtu kama mpe mbili. Kwa ule Khidri watu muona. Hata wakati wa mtume alipokufa, Khidri alikuja kutoa pole, kuja kuwapa maswahaba pole. Wakati wa Saidna Umar alionekana, wakati wa Saidna Ali, mage ima yeye watu msikia ama humuona. Hata Saidi Abdul Qadir Jilani alipokwenda mwituni miaka 25 akamuona Khidri. Kila mwaka mara 3 amemuona kuja kumtembelea. Na wakati mmoja kulikuwa na shekhe mmoja akisomesha darasa tafsiri huko katika suratul Rahman. Alipofika kila yaumin huwa fi shan, Mwenyezi Mungu kila siku uko katika jambo. Kila yaumin huwa fi shan, kila siku Mwenyezi Mungu katika mambo. Mwida hapo kuna shekhe akamuuliza, shekhe swala, kama swala gani? Kila yaumin huwa fi shan, Mwenyezi Mungu kila siku katika jambo. Nataka kujua sasa, hivi sasa watu wa darasa Mungu afanya nini? Hivi sasa naambia Mungu afanya nini? Ule mwanachuoni akamwambia sijui bwana, watankaangalia nikachekure. Maana kwa hujui jambo useme, sio jambo hujui ujibishe tu. Ni makosa. Alimamu Malik aliulizwa masala 42 akajibisha manne tu, 38 akujibisha. Jamaa akamwambia imamu mzima hujiwezi kujibisha 30 umejibisha manne? Akamwambia katangazeni sijui nitajibisha vipi? Jambo hujui basi useme sijui, lakini usijijibishe tu. Ndio wakati mmoja kulikwenda bwana mmoja ilikuwa hakusoma. Baba hakusoma, mtoto wake mwanachuoni kutoa madarasa. Mmoja yule baba akaenda kumtembelea mtoto wake. Jamaa akasema acha mtoto mwanachuoni vile, je baba itakuwa hali gani? Wakamwomba afanye darasa. Basi alipokwenda msikitini ule mwanake akamwambia babangu
unajua nitaazirika tu leo. Wewe ukiuliza swala lote sema fi khilaf, basi fi khilaf, kuna ushindani ndani yake. Basi ule baba akauliza msikitini, Sheikh, swala hamna swala gani? Mungu ni wangapi? Fi khilaf. Fi khilaf. Alikamba basi mtoto wake akako pale akamwambia unajua maana fi khilaf, makanya mkumuuliza Mungu kwa dini gani? Mkumuuliza katika Uislamu au katika Ukristo? Maana Uislamu Mungu wao ni mmoja, Kristo ni watatu. Mmeongoza Mungu kwa dini ngapi gani? Ni ngapi? Nimesema Mungu tu ni wangapi? Siku ya pili jamaa akamuuliza kama arkanul Islam, akamwambia fi khilaf. Jamaa akamwambia fi khilaf, akamwambia ndio arkanul Islam, wengine wanasema ni 5, wengine wanasema ni 8, kuna jihadi, kuna hijra, kuna amri maarufi. Mwida ulizwa tena fi khilaf. Mwanangu baba, habari ni mzuri, kizidi na maana afadhali uende zako tu, utaniazirisha una ujualo. Ndio wakati moja jua alipanda katika mimbar, akapanda juu, ngoja jamaa, ngoja khutba amenyama kimwaya, toa khutba kimwa. Jamaa mbona wana mketi usikiza, akamwambia mpaka sasa sijafikiria nitasema nini. Ule mwingine pale akamwambia basi na mpaka sasa hujafikiria kushuka katika mimbar pia? Maana hujafikiria la kusema na kushuka pia hujafikiria kushuka. Wakati mwingine alitoa khutba akasema kitu cha ajabu ulikiona, maana amkwenda ugenini, jamaa akamwambia toa khutba, akamwambia bana shukuruni sana nyinyi. Shukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuajalia nyinyi mkawa namna hii. Shukuru sana ngamia hakuwa na mbawa, mapa yenu ingelibakia haya. Shukuruni sana mvua nyeupe, kama iko mvua ya lami ile, nguo zenu zilikuwa hali gani nyinyi? Basi utajeze neema za Mwenyezi Mungu tu. Katika utajeze neema, muda bwana mtu mmoja akamuuliza swala. Jua tuna swala gani? Tunataka kujua mboni hii ni wakati wa asubuhi, utaona watu wenda mashariki, wenda magharibi, wengine wenda mbele, kila mtu wenda sehemu yake vipi? Akamwambia huku ni kutaka ile balance ya dunia. La watu wote ingekwenda shela, dunia ingepinduka shela. Sasa wenda barani, wenda mdogo, wenda majengo, wenda huku, wenda huku. Basi ile dunia kidogo imepata balance ile. Kwa hiyo Khidri huzunguka. Alipomuuliza ile swala akamwambia kula yaumin huwa fi sha'ni, Mwenyezi Mungu kila siku kwa katika jambo. Nataka kujua leo hivi sasa Mungu afanya nini? Ule mwanachuoni akamwambia hapo sijui nitakujibisha. Basi ule mwanachuoni siku hiyo alikuwa na dhiki, muda akaenda zake nyumbani, hana raha, ameuliza swala hana jawabu, akalala bwana. Alipolala katika usingizini akaja akamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipomwona Mtume akamwambia leo mmeuliza swala na nimeshindwa, mmeambiwa Mwenyezi Mungu afanya nini? Mtume akamwambia wamjua aliyokuuliza nani? Akamwambia simjui. Akamwambia huyo ni Khidri, na kesho atakuja tena kukuuliza swala hilo, lakini waambia shuunun. Akamwambia shuunu yabtadiuha wala yabtadiha. Akamwambia Mwenyezi Mungu ana mambo yeye huyazua wala hakuanzisha. Yani Mwenyezi Mungu mambo yake hayazua, tulikashaanzisha kitambo. Mwenyezi Mungu akamwambia wakati hunu una yarfa wa qaman wa yaqfadhu wa akharin, wengine wainuliwa, wengine waangushwa, wengine wafa, wengine wazaliwa. Yani Mwenyezi Mungu na mambo kadhaa. Maana Mwenyezi Mungu yubdiha wala yabtadiuha, Mwenyezi Mungu huyadhihirisha wala hakuyazua. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu wakati hunu uko katika mambo mingi sana, mambo uyafanya tu. Kuna wengine wapa utajiri, wengine wapa maskini, wengine wapa uzima, ugonjwa. Yani Mwenyezi Mungu ana mambo mingi. Siku ya pili yule bwana akaja akamwambia vipi? Akamwambia Mwenyezi Mungu, akamwambia nijibishe swala langu ule. Akamwambia bwana shuunun yubdiha wala yabtadiha, Mwenyezi Mungu ana mambo huyanzisha wala hayazushi. Mambo Mwenyezi Mungu yarfa wa qama na yafadhi, wengine wainua, wengine waweka chini. Basi yule Khidri alimwambia nini? Alijua ile jawabu latokana nane. Akamwambia salli ala man allamaka hadha, sallu ala nabii. Akamwambia mswalie yule aliyokufundisha, si wewe aliyokufundisha, si yako. Kuna mtu amekufundisha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo na Khidri yuko, wengine nasema azunguka dunia mzima. Ndio utaona watu wengine wasema katika alasiri ama katika alfajiri wakizunguka ile Khidri, na mtu akimpa mkono basi atapata rehma, atakufa katika Uislamu. Na wenyewe wasema ana alama yake fulani. Utaona mtu ni mgeni, na mgeni mwenyewe utaona kidole chake cha gumba hakina mfupa hichi, kidole cha gumba hakina mfupa, yani kidole hichi. Kwa hiyo Khidri uko ulimwenguni na wazunguka ulimwengu mzima, lakini Ramadhani uko Baitul Maqdis. Mfungo 3 uko hija, uenda kuhiji. Hao ndio wanazuoni wa tasawuf, wanazuoni wa tasawuf na wanazuoni wa tauhidi wasema uko hai. Ama wanazuoni wa hadithi wapinga, sema la, Khidri ashakufa bwana. Wa maja'anna libashar min qablika al-khulda, Mwenyezi Mungu asema maja'anna libashar min qablika al-khulda, kwa kuwa hakuna mwanadamu atakayeti milele.
lakini Khidri yuko hai na watu wengi sana wamuona wale mawali. Na wewe kia wali utamuona, utamwona sendizini au utamuona mato ama utampa mkono. Ikiwa si wali tena haya, ikiwa hukuona mwezi basi kubali wale watu walioona. Idha lam tara hilala fasallim liunasin raahu bil absar. Ikiwa hukuona mwezi basi kubali wale watu walioona. Mwenyezi Mungu arjalie min alladhina istamina qala fatabuna sana Allah rasuluhu alam. Inshallah taala kesho tutaeleza watu wa Jumamosi. Kuna watu wa nini? Kuna watu wa Jumamosi kina nani hao na wamefanya nini? Wallahu rasuluhu alam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.